Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usishinde kuimba the greater glory. Lazima ujue inapatikana vipi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu utukufu haushuki mahali pachafu, basi lazima ukuwe mtakatifu kama Mungu mwenyewe. Hallelujah. That is our theme of this year. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu. Jana I was celebrating my birthday and I was meditating mahali nimetoka, mahali Mungu amenitoa. Unaweza ona hakuna kitu kinatendeka, but I know there is something in me yenye Mungu amefanya. Bwana Yesu asifiwe. Nikifikiria mahali Mungu amenitoa, hata nikiwa hapa tu hivi, Mungu amenitendea. Mimi ni ushuhuda. Hallelujah. So sikuwa nasherehekea tu, nilikuwa natafakari yale Mungu ambaye amenitendea. Sitakwambia nilikuwa natani miaka ngapi, niko na mingi. Bwana Yesu asifiwe. In spirit. Being aggressive in spirit or in the spirit. Bwana Yesu asifiwe. So what is the meaning of the word aggressive? Aggressive means energetic in pursuing particular goal or goals. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuwa na nguvu, kutafuta kitu na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Yaani hata mtu akwambie wacha au wachi kwa sababu unajua kile ambacho unatafuta. Bwana Yesu asifiwe. That is being aggressive. Na nataka tuende tusome maandiko na Mark 10:46 to 52. The book of Mark 10:46 to 52. Naomba tu nisomewe. Alikuwa ameketi kando ya njia akitafuta msaada. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja Biblia inatuambia ya kwamba kulikuwa na mtu mmoja, alikuwa anaitwa nani? Soma Biblia yako vizuri. Alikuwa anaitwa nani? Hebu nisomee hiyo 46. Hiyo 46 peke yake. Nasema akafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Bartimayo, yule mwombaji kipofu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia ikampatia jina ya kwamba Bartimayo, yule mwombaji kipofu, abega. Bwana Yesu asifiwe. So sometimes life can be introduced you by what you are going through. Bwana Yesu asifiwe. Saa zingine maisha yako yanaweza kuonyesha ama kukupea jina kulingana na yale ambayo unapitia. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inamuita Bartimayo, yule mwombaji kipofu. Hallelujah. Maybe umeitwa yule mgonjwa, maybe umeitwa yule tasa, maybe umeitwa yule kuombaomba. Bwana Yesu asifiwe. But acha nikwambie mchana wa leo, that is not the end of your history. Hallelujah. Hata kama unapitia nini katika maisha yako, that is not the end. The God we serve is not done with you. Bwana Yesu asifiwe. Jitie nguvu, simama. Hallelujah. So inaweza kuwa umepewa majina katika mahali ambapo unaishi. Labda wewe unaishi kwa plot na watu wamezoea tu wewe ni yule wa kuombaomba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo sikujalishe. Hiyo sio mwisho wako. Bwana Yesu asifiwe. So the Bible introduces him by his condition, blind Bartimaeus. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hali yake ama katika upofu wake ilikuwa tu inaonekana hivyo ni kipofu. So watu walikuwa wanamuita yule kipofu ombaomba. Hallelujah. But that is not the end of his history. That was not the end of history. Bwana Yesu asifiwe. You can pass through tough times, but that is not the end of your history. Hallelujah. Unajua unaweza pitia mpaka unasema kwani Mungu aliniachia wapi? Hallelujah. Hadi unasema katika hali hii Mungu asitumani ashuke mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bartimayo akasema nini? Japokuwa nimepewa jina mimi ni mwombaji kipofu, abega, lakini hiyo haimaanishi that is my destiny. Bwana Yesu asifiwe. Na akasimama akachukua nini? Nafasi yake. Hallelujah. Tukisoma Biblia inatuambia kwamba verse 47,
The blind man alikuwa haoni, si ndio? Lakini alikuwa na masikio, right? Alikuwa na sauti, right? Hallelujah. So you may think you don't have anything, but God put something inside you. Hallelujah. Unaweza fikiria huna kitu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. But ndani yako kuna kitu ambacho Mungu amekithamini. Hallelujah. Unaweza ona hauna pesa, but there's something which is more than the money. Hallelujah. Leo tumechanga, si ndio? Kuna watu wako wana pesa wakaahidi vitu, right? So unaweza kuwa una pesa but you have something special yenye mwingine hana. Bwana Yesu asifiwe. Yeah, he was blind but he could hear and speak. In your life there is always something left. Hauko hivyo bure. Hata kama hivyo unaona hauna kitu, hata kama hivyo unaona hauna kazi, chir. Hata kama hivyo unaona hauna kazi, Bwana Yesu asifiwe. Hata kama hivyo unaona hauna pesa, Bwana Yesu asifiwe. There is something Mungu ameweka ndani yako yenye unaweza itumia kupata kile ambacho hauna. Bwana Yesu asifiwe. Bartimayo alikuwa kipofu, lakini alikuwa na sauti. Alikuwa na nini? Na sauti, na alikuwa na macho. Bwana Yesu asifiwe. Alitumia kile ambacho ako nacho kupata kile ambacho hana. Sijui kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza tumia kile ambacho uko nacho kupata kile ambacho huna. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa wewe ni muombezi. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mwingine unaona vitu hazifanyiki. Bwana Yesu asifiwe. Kulingana vile ambavyo ulikuwa unatarajia. But hiyo ndio mwisho wako. Sio mwisho wako, right? So, mchana wa leo nataka kuambia ya kwamba you can think that your ministry haifanyi kazi. You can think that your family hautambuliki. Bwana Yesu asifiwe. But kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Na kama hujui hiyo kitu, kuanzia leo, just pray. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akuonyeshe hiyo ni kitu gani ambacho hauitambui, ambacho kinaweza mfurahisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ambacho kinaweza kuleta ama kusongesha uwepo wa Mungu. Ambacho kinaweza leta attention ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bartimayo akapaza sauti yake. Akasema, Yesu mwana wa Daudi, nifanye nini? Ni rehemu. Hakuwa anaona, lakini alisikia. Ni kama alikuwa amesikia kuna Yesu anayeponya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna Yesu anayeokoa. Na maandiko yanasema ya kwamba akasikia ya kwamba Yesu anapita. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujue sauti ya Mungu. Otherwise utapitwa. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujue sauti ya Mungu, ama utapitwa na mambo. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati unaomba, unafaa kusikiza Mungu anasema nini. Yes, nimekuja leo kwa ibada, nimekuja kuomba Wednesday. But Mungu anasema nini leo? Bwana Yesu asifiwe. Mungu ako na mipango gani na mimi siku ya leo? Hallelujah. The blind man did not sit there and feel sorry for himself. Hakujihurumia. But wengine wetu tunafanya nini? Una sympathy hapo peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Yaani una sympathy zile hali ambazo unapitia. Bwana Yesu asifiwe. Unakaa hapo unajihurumia. Instead you take a step. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, acha niwaambie, wakati si wakati wa kukaa chini na kujihurumia. Ni wakati wa kuchukua hatua. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe wa mama. Whatever you are going through in your family, si wakati wa kukaa chini na kupiga mshene. Bwana Yesu asifiwe. Kuelezea watu yale ambao unapitia. God ifanye nini? Ifanye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Huu sio wakati wa kujihurumia, watoto wangu wanalala njaa. Unaweza ambia mwenzako na hata kusaidia, mwambie hata mimi niko na siku 3. Hallelujah. Umesaidika. Bwana Yesu asifiwe. But kama tunataka kusaidika, tufanye nini? Maombi. Hallelujah. Tumuite Yesu. Hallelujah. Paza sauti. Bwana Yesu asifiwe. Don't just sit down and watch. Raise your voice. Women, raise your voices. Jana tuliambiwa wamama ni watu wa okay, hata ukipewa uongozi unataka
ufanye ukiwa behind. Bwana Yesu asifiwe. Unafanya lakini unajificha ficha. Lakini tukaambiwa tujitokeze. Bwana Yesu asifiwe. Tukaambiwa don't fear. Hallelujah. Chukua nafasi yako. So umepewa wewe as a leader. Take the authority and take position. Bwana Yesu asifiwe. Chukua nafasi katika huduma yako. Mungu akikupatia hiyo huduma au upatie ukae chini, right? Mungu akikutrust na hiyo ministry hakupea ukae chini, right? So ni wakati wa kuamuka wapendwa na kufanya kazi ya Mungu. Nyakati tulizo ni nyakati mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Najua wako ukianza kila mtu alikuja hapa akainua mikono akafanya covenant na Mungu, si ndio? Si mnakumbuka ule mkesha tulikuwa nao? The last kesha ya prayers ya 21 days. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuja hapa tukamlilia Mungu na tukaambiwa tuambie Mungu vile ambavyo tunataka kutumika huu mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Na najua ya kwamba kuna ombi ulifanya kwa Mungu. Don't break that covenant. Bwana Yesu asifiwe. Usisahau yale maombi uliomba ile siku kwa sababu Mungu hajasahau. Hallelujah. Hallelujah. So, mchana wa leo nakwambia nini? Simama, paza sauti yako. Hallelujah. Bartimayo akapaza sauti yake na Yesu akamsikia. Bwana Yesu asifiwe. Christine, wacha kunyamaza. Cry before God. Bwana Yesu asifiwe. And God is faithful. Hallelujah. Our God is faithful. Wacha kujihurumia na yale mahitaji yako ndogo ndogo. Our God is more than that. Bwana Yesu asifiwe. Kama aliponya Bartimayo na akapata kuona tena. Na Bartimayo si ati alikuwa anakuja kanisa kama wewe, right? Kama unakuja every Sunday. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa jinsi zaidi ni kwa sababu hatuja align ourselves with the God's glory hii yenye tunaongea hapa. Jana tuliambiwa align yourself with the greater glory. Bwana Yesu asifiwe. Are you aligning yourself? Wewe kama wewe unachukua nafasi. Yes, tuko wengi hapa lakini kuna wewe sasa. Wewe Timo sasa. Unachukua nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Aligning yourself with the greater glory. Otherwise tutashinda tu kuimba lakini by the end of the year Areva alisema kuna watu mtawaona hapo. Hapo mnaona hapo. Na kuna wengine unaona vile ukipanda gari makanga ukifika stage unateremka. Ukifika Bogoma unateremka. Ukifika Nyota Shagilia unateremka. Usiwe huyo mtu anateremshwa. Bwana Yesu asifiwe. Ufike kwa destiny yako. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. And Mark 10:48. Mtu anisomea hapo. Hallelujah. Wengi. Umesikia wengi? Wengi wakamkemea nyamaza. Na wewe unakemewa na mtu mmoja unashiriki. Bwana Yesu asifiwe. Ati mtu mmoja ndio anakuja na kumwambia hiyo uwezi kulikuwa hapo na unakaa chini mbele. Hallelujah. Many umati wa watu, si mtu mmoja. Wakamnyamazisha. Wewe nyamaza, uko na kelele. Na akasema na Biblia inasema hakunyamaza. Watu ndio aliinua sauti yake even louder. Biblia nyingine inasema even louder, aliinua sauti yake. Bwana Yesu asifiwe. Wengi. Na sisi hapa tunanyamazishwa na mtu mmoja. Kuna lugha nyingine inamuita kidudu mtu. Unanyamazishwa na kidudu mtu mmoja. Na unakaa chini. Bwana Yesu asifiwe. Ati kwa sababu tulikuwa tunaenda ushirika nikasema, ati kwa sababu walikuja kwangu wakupata kiti nzuri wakaanza kunisengenya, sasa mimi siendi hiyo kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kitu kidogo moja chini. Na Bartimayo watu wengi wakamwambia wewe kipofu nyamaza. Kwanza naweza imagine vile alikuwa haoni. Yaani vile watu walikuwa wanamsukuma. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, tusivunjike moyo na vitu vidogo vidogo. Hallelujah. Kitu kimoja tu hivi kisikuvunje moyo. Chukua nafasi yako.
wewe paza sauti yako, wewe ita Mungu, wewe piga magoti, omba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Afadhali wewe unaona huyu wako anaona. Afadhali wewe unaweza ona huyu ndiye Yesu, at least ako different na wale wengine. Lakini huyu wako hata anaona. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akasema sitanyamaza, mimi sitakaa chini. Hii hali yangu haitafanya nikee hapa milele. Bwana Yesu asifiwe. Sitaketi hapa kwa njia siku zote nikiombaomba. Bwana Yesu asifiwe. Because I know there is Jesus. Anaweza niponya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unajua kuwa kuna Yesu? Do you know that? Okay, maybe you have tried in your ministry, but unaona hakuna mazao. Don't sit down and watch. Bwana Yesu asifiwe. Don't sit down and watch. Endelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usikae chini. Umeomba mara moja. Yesu hadatenda. Sasa nitafanya nini? Wacha tu nibahatishe huku kwingine. Na huko ndio kubaya zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Umetunga wimbo. My child lady. Unatunga wimbo stanga moja, zingine zina evaporate. Unasema hii sina neema nayo, acha niachane nayo. Kwanza kuna wimbo ulipromise ukuje na hiyo song. Hallelujah chaleni. Haijaiva. Iliva. Tunangoja hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Unafanya kitu mara moja unaona haitendeki. Unakaa chini. Bwana Yesu asifiwe. Umetuma maombi ya kazi mara moja unakaa chini. Keep on. Bwana Yesu asifiwe. Move forward. Hallelujah. Hallelujah. Tujitume. Katika huduma yako jitume. Wewe mama jitume. Wewe mzee jitume. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mwanarika jitume, usilale. Ni kubaya. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema maybe uliomba mara moja na majibu hayajafika. Mimi unajua naangalia Pastor Esther anasema huyu baba bibi yako nayo. Mungu tujipatie hiyo neema. Bwana Yesu asifiwe. Because sometimes unapata Wednesday ako hapa peke yake na achoki. Na hata akiwa peke yake ataomba tu. Bwana Yesu asifiwe. Hata usikuje. Yeye yako tu. Positioning yourself. Yeye anajua position yake. Bwana Yesu asifiwe. Yeah, sometimes I admire her Lord. Yaani ile bidii, ile zili ya kutafuta Mungu. Nasema Mungu usinipe hata hii neema na mimi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Discouragement usifanye kazi ya Mungu. Nirudie hiyo. Discouragement kwa Kiswahili. Kuvunjwa moyo, kusikufanye kuacha kazi ya Mungu. Inaweza kuwa kazi yako unafanya kwa hii kanisa haionekani. Bwana asifiwe mama anaume. Inaweza kuwa kazi unafanya katika nyumba hii haitambuliki. Unajua hapo umekanyaga kuna mtu ameosha, right? Lakini utamfunza. Ile siku utapata takataka zimejaa hapa ndio tunauliza, "Wewe nani anaosha huko?" Ndio tunakumbuka. Lakini saa yenye unapata ni kusafi hata hutaki kujua nani aliosha. Saa yenye bora hakuwa nilisikia watu walienda hivi kidogo. Yes, because kuna mtu alikuwa amesimama mahali pake. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo siku hakuwa. So lazima kukuwe na confusion. Vitu wasiendi vile zilikuwa zinafaa kuenda. Bwana Yesu asifiwe. Najaribu kusema nini? Hata kama unaona hiyo huduma yako ni ndogo kiasi gani iwezi tamulika. Bwana Yesu asifiwe. Keep pressing on. Keep pressing on. Jikaze. Mungu alikuwa anatuambia jitume. Jitume. Wacha kukaa chini, jitume. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anarudi. Utamwambia nini ukimwona? Hallelujah. Jitume tu. Hata ikiwa ndogo na
Yesu alijituma na akaosha wanafunzi wake miguu. Na najaribu kufikiria huyo alikuwa mwana wa Mungu. Na akaosha miguu ya watu, ilikuwa inanuka. Miguu ya watu ilikuwa imejaa vumbi. Si walikuwa wanatembea na sandals? Hawakuwa wanatembea na gumboots kama wewe tutaki kwenyaga matope. Walikuwa wanatembea na sandals, si ndio? So Yesu akajinyenyekeza na akaosha miguu ya wanafunzi wake because of the humility. Bwana Yesu asifiwe. Miguu ya watu ambao walikuwa imejaa vumbi. Maybe hata naweza fikiria ilikuwa inanuka ingine. Unajua kuna watu miguu yao saa zingine inatoa harufu. But Jesus akajinyenyekeza na akawaosha. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni nani? Na tunatembea huku na high heels. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaki kugusa uchafu, right? Bwana Yesu asifiwe. Ni sawa, hiyo ni iko sawa. Lakini unafanya nini katika nyumba ya Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Maybe umejaribu. Yeah. Maybe you have tried. Hata ni assume you have tried, right? Lakini ukapata discouragement mahali. Na ukakaa chini. This afternoon nakwambia simama. Vile Bartimayo alisimama. Na wewe simama. Bwana Yesu asifiwe. Labda ulivunjwa moyo. Unajua ni sisi ni wanadamu, tunaweza kuaruzana, tunaweza kuazana. But mchana wa leo nakwambia ya kwamba fanya nini? Simama, don't quit. Don't. Sasa ukiquit, nani atafanya? Quitters never win. Na si ukiquit unakaa member. Unakutaka kama member. Hallelujah. Na Bartimayo akafanya nini? Akapersist. Yes. I love that word. Akapersist. Akuacha. Vile wewe leo anakuita mara moja na unasema hata yeye na akae hapo na hiyo kanisa yake. Bwana Yesu asifiwe. Vile anaweza kukemea mara moja ukae chini. Bwana Yesu asifiwe. But he's aligning you in the greater glory. Unaweza ona ni usumbufu, lakini si usumbufu. Bwana Yesu asifiwe. There is results on that. Hallelujah. So keep pushing. Keep pushing. Shika ulicho. Linda sana moyo. Bwana Yesu asifiwe. Continue. Be aggressive. Don't stop. There is answer for you. There is glory for you. God will reveal himself. Bwana Yesu asifiwe. Yes, mambo ni mingi. Uchumi ndio huo. Kampeni ndio hiyo. But hiyo inamaanisha tukae chini tuangalie juu uchumi umepanda. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inamaanisha tusijenge kanisa. Hatuwezi kosa kujenga kanisa kwa sababu uchumi umepanda, si ndio? So hiyo ambayo uko nayo, ile kidogo nafikiria ni kidogo, leta katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza fikiria ni ndogo, lakini ukiweka kwa mahesabu haiwezi kuwa hivyo tena, si ndio? Si figures zitabadilika. Hallelujah. Na Mungu wa mbinguni atatuinua na atatukuzwa. Bwana Yesu asifiwe. So there are examples or people in the Bible who never be silenced. Examples of people in the Bible who never be silenced. Na mwanamke wa kwanza anaitwa Esther. Hallelujah. Sema hallelujah. Esther hakukaa chini ya nyamaze. Ati kwa sababu background yake iruhusu. Bwana Yesu asifiwe. Na ngo yake akajua there is something in this girl. Bwana Yesu asifiwe. There is something in this lady. There is something in you. Bwana Yesu asifiwe. Esther hakukaa chini watu wake waangamizwe. Akatake step.
Bwana Yesu asifiwe. Okay, tunaweza sema Esther alikuwa mrembo, si ndio? Lakini nikuulize, hiyo urembo yako sasa inaweza tusaidia? You're beautiful, sikatai. But urembo inaweza tusaidia? Hakuna. Hii inatusaidia. She got favor from God. Bwana Yesu asifiwe. Alipata kibali machoni pa Mungu. Unaweza kuwa mrembo, but urembo wako hautoshi. Lazima ukuwe na kitu ambacho Mungu anaweza angalia, huyu Rehema huyu. There is something in her. Bwana Yesu asifiwe. Na Esther akapata kibali machoni pa Mungu. Na akaokoa watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Yeye hakukaa chini akasema as long as mimi niko kwa palace, wale wengine shida ya si kuna uwezekano angekataa na angeenda kwa king. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akasema sitakaa chini mimi Esther niangalie watu wangu wakiangamia. Wewe usikae chini uone huduma ya Mungu ikizama chini. Bwana Yesu asifiwe. Wewe usikae chini familia yako ikiangamia. Usikae chini bwanako kama hajaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Najua ya kwamba siku moja Mungu atamshukia. Mungu ndio mwenye neema ya wokovu. Hallelujah. Usikae chini watoto wako wakiangamia. Seek God. Push. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama unaona vitu haziendi vile zinataka Mary Kalinga. Hata kama unaona mambo yanaenda tu zigzag, unaona giza mbele. Keep pushing. God will give you the grace. Hallelujah. So Esther akukaa na akanyamaza. She didn't keep quiet and watch. She was courageous. Sema courageous. Jana tukaambiwa tukue wanawake, tukue wajasiri. Kwa kuwa ni mwanamke haimaanishi ukae chini tunaogopa. Wafanye tu, mimi tu ndawaombea. Unajua tunapenda kujihurumia. Nyinyi fanyeni tu, mimi ndakaa hapa na waombea. Na uombi unasema tu challenge, niendeni tu, mimi ndakaa ni waombea. Twende kesha, niendeni tu, mimi ndawaombea. Tuko pamoja kiroho. Ndipo ndo tunasema kuna imani nyingi, tuko pamoja. Lakini utupu hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Don't sit down and watch. Be your brother's keeper. Don't be selfish. Tena kwa workshop mom tuliambiwa, if you are a leader in a ministry, any ministry, you should build someone mwenye at least ataitwa Rehema kadogo, kenye katabeba spirit yako. Bwana Yesu asifiwe. In that siku hautapatikana church, yeye ana step in. Don't be selfish. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na Rehema kadogo nyuma yangu ambapo wako ninakalea as a minister. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wewe unajua kufanya kitu. Isiwe tu ni wewe, kila kitu ni wewe. You should grow others. Bwana Yesu asifiwe. Usikiwe mchoyo kwa huduma. Gawa kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Tukaambiwa ya kwamba if you be selfish, then utakufa na history yako itakatia hapo. Hakuna kitu itaendelea. Bwana Yesu asifiwe. But what happens ukifanya mtu ama agrow kupitia wewe? Utaenda, but your history will remain. Your legacy. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anasimama anasema, Bwana Yesu asifiwe, kama si Rehema singekuwa hapa. Kama si mom, mimi singekuwa hapa. Kama si Dibora, imagine singekuwa hapa. Mtu anasimama anasema, sikuwa najua hata kushika microphone, but because of this sister, but because of this mother, but because of this father, I'm here today because of him. Hallelujah. Don't be selfish. Gawa, lea watu. Tukakuwa shida ni treasurer ananga assistant.
unapata kama treasurer hana assistant, tunafanya nini? Ile siku huko unajifanya uko busy, unamwambia dada nichukulie hiyo pesa, nakuja wewe chukua tu, nakuja. Unajifanya tu busy lakini uko busy. Una build someone, unalea mtu. Bwana Yesu asifiwe. Na unapata hapo washachukua amecollect, au unaona huyu he has the same spirit like mine, and this one I will build her. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hiyo inakusaidia. Hallelujah. Batimayo maadui wake wakamwambia wewe nyamaza. Wewe hata kuongea nyamaza. Wewe hata unaongea na ile asenti ya Kilugha nyamaza. Wewe hata unaongea na ile asenti ya Kikamba nyamaza. Hatutaki kusikia mipati yako. Pitako. Bwana Yesu asifiwe. But don't be silent. Hallelujah. Hata ukiwa tu hivyo, Mungu tunataka kutumia tu vile uko tu hivyo. What happened to David? Alikuwa ananuka kondoo. Lakini watu walimdharau, wakaona huyu tu ni mdogo, hata Mungu sioni kama anaweza mtumia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu, sema Mungu akaona kilichokuwa ndani ya Daudi na akasema hiki ndo nitatumia, hiki chombo ndo nitatumia. As long as umejipeana kwa Mungu, God will use you. Ni wewe tu Mungu atatumia. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Another person in the Bible mwenye hakuwa silenced, the bleeding woman. Mwenye alikuja damu 12 years. Akasema, huyu ni Yesu na mimi ni mimi. Na damu inamwagika. Sitakaa hapo. I will take a step. Na akapenya katikati ya umati wa watu na akagusa Yesu. Na immediately on the spot damu ikaacha kutoka. Hebu fikiria angekuwa kuchukua hiyo watu. Si angeendelea kuteseka? Na mbona wewe unateseka na usichukue hatua? Bwana Yesu asifiwe. Mbona ubaki hapo ukijihurumia? Take a step. Hallelujah. She didn't sit there and wait. She stood up and touched Jesus. She stood up. Simama, take a step. Bwana Yesu asifiwe. Simama, chukua nini? Hatua. Hallelujah. Usikae hapo ujihurumie. Mjiza wako uko. Mungu haja tusahau. Unajua tunasema mimi hata labda Mungu alinisahau kitambo na nashinda hapa nikumuomba. Mungu haezi sahau. Mama, Mungu haezi sahau ile machozi yako. Yale ambayo unamulilia usiku na mchana wakati sisi hatuko. Hayo machozi Mungu hawezi yasahau. Bwana Yesu asifiwe. He is there for us. He is there for you. Don't lose hope. Jitume, jikaze. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Another person in the Bible who never be silenced, Miriam. Do you know Miriam? Miriam alikuwa na Miriam akakaa chini tu hivyo. Aache Moses tu auliwe na Farao. Bwana Yesu asifiwe. Na imagine that vessel ndio Mungu alikuwa anangoja kutumia kudeliver the Israelites. Imagine Miriam angekaa tu chini hivi, atulie tu. Asuma hakuna kitu kinaendelea vile tunasumi. Wednesday hakuna kitu inaendelea huko. Bwana Yesu asifiwe. Si tunazimini Wednesday hakuna kitu kinaendelea. But there is something. Tunaignore, right? We sit down and watch. Tunaignore Friday hakuna kitu inaendelea. Sawa, naelewa sasa hivi msimu wa mvua. But mvua imekuja juzi. Na ni msimu tu. Ni msimu tu itapita, si ndio? Najaribu kusema ya kwamba take your position like Miriam.
Nani aliuliza mtoto wa Farao ni kutafutie maid mwenye atachunga huyu mtoto? Na maid alikuwa nani? The mother to Moses. Imagine your divine connection ya Miriam na the daughter to Pharaoh. Si nikutafutia mtu mwenye atalea huyu mtoto. Kumbe huyu mtu ni mama ya huyo mtoto. Yaani Mungu anaweza fanya vitu, afanye tu vitu kwa njia zake ili mradi mapenzi yake yatendeke. Bwana Yesu asifiwe. Another person, Hannah. Hannah never be silenced. She was humiliated na nani? Na Penina. Lakini Hannah hakukaa chini ajihurumie, sawa sina mtoto. Ni sawa tu, hata naweza adopt. Ni sawa tu, hata ikae, labda ni mapenzi ya Mungu, huwezi jua. Ajihurumie tu. Samuel tungempata wapi mwenye tunasomana kwa Bible? Although Hannah was getting humiliation from Penina, he never be silenced. Penina anamwambia wewe nyamaza, hata una watoto, hata wangu situme. Wewe kama unafanya kitu fanya peke yako. Bwana Yesu asifiwe. But that was not the end of her history. Bwana Yesu asifiwe. She was prayerful. She positioned herself. Bwana Yesu asifiwe. Na akaenda kwa hekalu kumlilia Mungu. Na Mungu siku moja. Wewe unataka kuniambia Hannah alienda mara moja kwa temple? Alienda mara moja? Continuously. She persisted. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kitu unafanya si mara moja. Hata kama watu hawafanyi, mimi nitafanya tu. Hata kama huduma inasonga ni kama inarudi nyuma, mimi nitaenda tu. Hata kama waniunge mkono, mimi nitasonga tu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama nitatangaza maombi wasikuje, I'll be there. Standing in the position. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama nimekataliwa, Yesu ananipenda tu. Vile tu niko tu, imagine. Na wewe mambo wangu hivi imagine. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakinidharau, waseme naimba kama na koromo. I'm there. Waimbaji. Bwana Yesu asifiwe. Tumekutangaziwa worship experience. Acha kuinama. Go there. Learn something. Get exposed. You learn from other people. Hizi vitu usomi na siku moja. Bwana Yesu asifiwe. It's a process. And you trust the process. Bwana Yesu asifiwe. Hata uone ni kama navaa kama ni mix and match. I'll be there. Hey. Bwana Yesu asifiwe. Hata sijui kumatch colors, navaa green. Green na nini? I'll be there. Hata ya style yangu ikaa hivyo. I'll be there. I'll still be there because I know whom I serve. Bwana Yesu asifiwe. Najua aliye ndani yangu. Hallelujah. Je, niwapostia kitu kingine nasema unaimba ni kama una sneeze. Kuna mtu anaweza kuambia sasa wewe hata ukiimba unaimba ni kama una sneeze. Imagine hiyo sauti yako hivyo iko hivyo. Hivyo inanguruma hivyo. Hivyo ndio Mungu anaitaka, vile tu iko purity. Vile tu iko. Wewe unaniangalia imeingia. Vile tu iko. Hivyo tu. As long as you align yourself, as long as you position yourself, as long as you take a step, as long as you move. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tu imagine ndio Mungu anataka. Just a single step. Beatrice, hallelujah.
Sasa mimi nitakuwa intercessor hadi na hata naomba 15 minutes naisha. Na inaisha 5 minutes naisha. Imagine hizo dakika 2 hizo tu ndio Mungu anataka tu akutoe hapo tu akupeleke pengine. Bwana Yesu asifiwe. Na unajikuta tu. Hallelujah. But mimi imagine hata nikiomba sijui vile nitaambia nini Mungu. Imagine hizi vitu sisi tunafanya. It's the Holy Spirit. If you have the Holy Spirit in you, He will guide you. Bwana Yesu asifiwe. And if you are reading the word of, sina sana tuliambiwa tusome neno la Mungu. Sara alisema tufanye nini? We read the word of God. If you are reading the word of God, then you will pray the word of God and the Holy Spirit will move with you. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. If you don't have the word of God, then you pray amiss. If you don't have the Holy Spirit, then you pray amiss. Tutakuwa tu tunaleta mwili. Hallelujah. Yes, another person. See another person. 4 lepers in the Bible. 2 Kings 7:3. The 4 lepers. Mnawakumbuka? Wale walisema tutakaa hapa. Juu hata tukirudi huku kuna njaa. Tukikaa hapa tutakufia tu hapo. Wacha tu tuende tu. Bwana Yesu asifiwe. And they took a step and they moved forward. Na Mungu akawapatia the victory. Imagine watu 4 na the enemies wanasikia ni kama ni jeshi kubwa. Yes, na mafarasi. Mungu ameachilia jeshi na kuja. Twende, tukimbie, wanakuja. Imagine the unity they had. Imagine the love they had. Unajua wangekuwa na unity wa kila mtu angeongea sauti yake. Vile wale watu walikuwa wanajenga mnara. Kila mtu alikuwa anaongea lugha yake. But they had the purpose. They had the unity. They had the love. Bwana Yesu asifiwe. Akasema sisi tushikane tu mikono hata kama unajua ugonjwa wa ukoma unakatanga vidole. So unaweza imagine vile walikuwa na unit na walikuwa hata hawana vidole, walikuwa hata wananuka. But they never be silenced with their enemies. They stood up, they take a step. Wakasema twende. Na imagine after that Mungu akawapatia the victory. Wakaenda kambi ya kwanza, wakaona kuna dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. Wakazichukua, Biblia inasema wakazichukua, wakaenda wakaficha, wakaenda hema ya pili. Hallelujah. Chakula imejaa hapo. Na imagine vile walikaa wakakula hadi matumbo ikakuwa kubwa. Hadi wakasahau hao walikuwa lepers. Hawana hata vidole zimekatika. Njaa. Sema njaa. Unajua njaa pia inaweza fanya ufanye kitu haijaifanywa. Because tumbo inafanya nini? Inaitisha. But I'm happy for them. They took a step. Hallelujah. They took a step. Unajua wangekaa chini wajihurumie na waseme sasa sisi hatuna vidole. Hata hatuwezi tembea. Unajua hata kutembea wako ndio kwao unaweza imagine vile kulikuwa shida. Lakini Mungu akadouble their steps. Na zikakuwa jeshi kubwa. Just use the little you have. God will double it. Imagine hiyo kidogo tu ndio Mungu anataka. Hallelujah. Imagine tu hako kitu kadogo ndio Mungu anataka. Imagine tu hiyo kukuja kwako kanisa ndio Mungu anataka. Hiyo kujitolea kwako tu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua saa zingine najiuliza tumetangaziwa kitu. Na hiyo kitu nisipoenda
Nani ataenda? Unajua ukijiuliza hiyo swali utajipata tu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Nisipoenda nani atafanya sasa? Nani atasimama kwa nafasi yake? Unajua hivi Saturday na kujanga hapa napatanga mwanangu. Namwangalia nasema kai, Mungu ameweka nimeingia. Imagine anakujanga before wewe aoshe kanisa. Na yasahau. Na choki. Na Monday yako hapa. Anasafisha. Hata kama ni sisi tulitumia kesha na tukaacha hapa. Alafu ukienda kitchen ukipata vyombo dicha. Na nani anaoshanga hizi vyombo? Kuna vyombo huku ni kuchafu mbona? Chaledi nani anaoshanga huku? Chaledi. Na mbona huku kumejaa uchafu? Ndio unakumbuka, kumbe kuna mtu anafanya. Lakini ukipata ni kusafi, si utachukua tu sahani yako safi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie. Nimesema the blind man threw his garment of identity. Nisomewe hiyo verse. Speak of, is it 50? Yes. Nisomewe hiyo verse 50. Akatupa vazi lake akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, Okay. Asante. Nilikuwa nataka tu hiyo verse 50. 50 nasema akatupa vazi lake, akafanya nini? Akaruka, akamwendea Yesu. Imagine mtu Yesu si ati alimfuata mahali alikuwa. Miujiza itakufuata ukikaa hapo, itakupita. Bwana Yesu asifiwe. Huyu blind man alitupa vazi lake na akafanya nini? Hata kama Yesu alikuwa amesimama, Yesu hakumsongea akamfuata. The blind man took a step. Ni huyu Yesu, hata mimi nataka niponye. Bwana Yesu asifiwe. The garment, hilo vazi lake ni alikuwa amevaa, lilikuwa linamaanisha nini? The limitations of his life, the identity, the background. Don't let your background define you. Najua ya kuwa our background si nzuri sana. Okay, wengine wako na bahati, labda umezaliwa kwa masonko. Lakini sisi wengine ni Mungu ametuokoa. Bwana Yesu asifiwe. But don't let that background define you who you are today. Ati sisi kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kipofu akaacha vazi yake hapo. Kwa nini unajua alitoa hilo vazi? Thank you. Ilikuwa inamtambulisha vibaya ama vile ako kulingana na hali yake. Na akasema ukoma wangu leo uishe, upofu wangu leo umeisha, nitatupa hili vazi na leo najua Yesu. Hakuenda nalo kwa Yesu. Alilitupa hapo ndio akaenda. Sometimes we are carrying our burdens to church. Mpaka unaona kwani ibada inakaa aje? Ni wewe tu umeshikilia mambo ya kwenu, mambo ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. I think ukikuja kanisani unafaa kuacha mambo mengine. Ukitoka hapa ndio uanze kufikiria. Bwana Yesu asifiwe. Because sometimes tunafikiria mambo mingi mpaka unaona service ni kama watu wako tu lakini hawako. Bwana Yesu asifiwe. And Jesus asked him, what do you want? Unataka nikufanyie nini? Unataka nikufanyie nini? Be specific with whatever you want. In your ministry, in your life, in your family. Be specific. Jua kile ambacho unataka kwa maisha yako.
Usiwe kama yule mwenye aliulizwa, unataka nikufanyie nini? Akasema sasa mimi hata sina mtu wa kuniweka hapo. Hakuna mtu wa kutupa hapo kwa kidimu chenye cha uwe tu anapokea uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Be specific with what you want in your life. Hallelujah. Unajua saa zingine tunaombanga mambo mingi. Unataka bibi, sema nataka bibi. Nataka mke, si bibi. Nataka mke, nataka mke. Unataka bwana tena? Nataka, sitaki ujibu. Sema hii nataka bwana. Acha kusema mambo mengi. Nataka, lakini nataka tall, dark and handsome. Bwana Yesu asifiwe. Yes, of course, unafaa kuwa na mambo yako yenye unafaa kuandika chini na usimame kwa mnara na waambie Mungu nataka. But tuache kuwa watu wa maneno mingi tukienda mbele za Mungu. Be specific. Unataka gari? Nataka gari. And you pray according to his word. Do you know the promises in the Bible? You pray according to his word. Yes. Bwana Yesu asifiwe. So we should be specific with what we want. Unataka nikuinua kwa huduma? Yes. Lakini sasa tuseme yes na huko Mungu akuja kutafute hapo huko ulienda kitambo. Bwana Yesu asifiwe. We should say yes na ukae hapo ngoje Mungu atende. Hallelujah. And 51 nisomee hiyo 51. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Endelea. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Alimwambia enda zako. Naye kipofu hakuenda. Akafuata Yesu. Si hapo imesema vizuri? Enenda zako, imani yako imekuponya. Juu Yesu aliona usimponyaje tu anataka, acha nimponye aende. But this person akasema sitaenda, nitafuata. Most of the times Mungu anatufanyia miujiza, but tunafanya nini? Forget, naenda, tunatokomea. Toko. Yes, tunasahau yale Mungu ametufanyia. As long as umepata ile kitu unataka, you disappear. Na unaingia mitini proper. Bwana Yesu asifiwe. So the blind man never go back to the enemies and prove a point. He followed Jesus on the cross, on the road. Imagine ingekuwa ni wewe umetendewa kamuujiza kamoja hivi atungeongea hapa. Bwana Yesu asifiwe. Huyu kipofu akurudi kwa wale adui zake walikuwa wanamnyamazisha, wame na si naona sasa Mungu ameniponya. Na si mlikuwa mnaniambia ninyamaze. Na si mnaona Mungu ameniponya. Akuprove any point. He followed Jesus. Hallelujah. Alifuata nani? Yes. When Jesus answered our prayers, we should not forget him and stop praying. We should persist in prayer. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee kuomba. Ama Yesu akitufanyia miujiza tumfuate tu. Usirudi nyuma kwa sababu umefanywa muujiza mmoja na ukae chini. There is a lot. Kuna kitu unajua hiyo muujiza inaweza kuwa ni njia tu Mungu anakuvuta kwake ndio akuonyeshe yale. Akuonyeshe the greater. Na mwaka unafanywa kwa muujiza macho unasema amwili mimi niko wa greater glory. So hata sina haja ya kwenda kuomba. Ile nilikuwa naomba Mungu ashanipea. Maybe you don't know, maybe December kuna kitu Mungu atafanya kikubwa cha kile ambacho ametenda March. Bwana Yesu asifiwe. So tusifanywe muujiza moja na tukae chini. We should continue.
We should continue in prayers. We should continue doing our ministry. Be aggressive. Chukua kwa nguvu. Wacha kulegea. Jikaze mama, jikaze. Bwana Yesu asifiwe. Tia bidii. Tunaambiwa tia bidii. Leo anasema tia bidii. Hapo amsawiki. Hallelujah. Things that stops us from being aggressive in spirit. Things that stops us from being aggressive in spirit. 1, fear. Tunaogopa. I remember jana tulikuwa tunatembea Nairobi. Kwa hizo 2 streets za Nairobi. Tukaona picha ya Sakaja. Sina wanta. Mwingine akasema wanta. Ati Sakaja ni wanta. Kuna wale hawkers wale wenye wanauza hizi biashara ndogo ndogo. Alikuwa anauza nini? Alikuwa anauza fruits. Akasema hiyo hatusemangi huku nyamazeni. Unaona hizi gari ziko hapa? Tutashtukia tuko kwa buti. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia utajishtukia tuko kwa Zubari. So hizo tunasemaga kwa? Alisema tunasemaga wapi? Atushout. The fear. Sasa so najaribu kusema nini? Uoga usitufanye tusifanikishe malengo yetu. Tusifanikishe malengo yetu. Usiogope. Just raise up. Just raise your voice. Imagine Mungu anataka tu kusikia ukiomba hivi like. Na kutumie tu. Bwana Yesu asifiwe. Raise your voice. Don't fear. Mungu ako pamoja nasi. Si alituahidi hivyo. Akasema ako pamoja nasi. Usiogope. Then don't fear. Number 2, we don't understand ourselves. Hatujielewi. Sasa zingine hatujielewi kama tumeokoka ama tumeokoka. Tuko tu bora watu tu wanaenda kuna situ. But we should understand ourselves. Sasa zingine hata ujue ile huduma uko nayo ni kweli uko ndani yako ama haiko. Bwana Yesu asifiwe. Jielewe. Na utajielewa aje? Through people watakwambia kama Rev atakuita kwambia wewe ni wapi. Bwana Yesu asifiwe. And also reading the Bible and also through the Holy Spirit will reveal to you. Bwana Yesu asifiwe. So jielewe mama. Bwana Yesu asifiwe. Wazee tujielewe. Unafaa kujijua ni wapi unaweza fanya. Yaani kitu ambacho uko na neema nacho ambacho unaweza kukifanya. Biblia inasema ya kwamba kila mtu amepewa kipawa kulingana na na neema. I think you really tufunza the other day. Ndio maana utakaa chini. Juu si utakuwa umejua uko na kipawa gani. Another thing, number 3. We have shut our voices. Tumenyamaza. Tunakuja tunanyamaza. Tuhubiriwe twende nyumbani. Tumenyamaza. We are not saying anything. Any idea ikiletwa kunyamaza, si ndio? Tunacheza chini. Hallelujah. We have shut our voices. So raise your voice. God will hear it. Number 4. We are being silenced. Hiyo tumeongea sana, right? Discouragement inakusilence. Sina pesa mingi sasa hata sina sadaka leo siendi, inakusilence. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi unasema tuende way bridge na mimi sina fare. Siendi, inakusilence. Hallelujah. Ni Dameri, not way bridge, sorry. Nasema tuende Dameri na mimi sina fare, inakusilence. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema tusinyamazishwe na vitu vidogo. Another thing, I think this one is the opposite fear. We don't have the courage. We don't have ujasiri. Ukiwa na ujasiri unajijua, si ndio? Huwezi kuwa na ujasiri kama hujijui. So lazima ujijue. Hallelujah. The last one, we don't value ourselves. Tunajidharau sana.
Mimi tu ni mama tu wa kanisa. Sasa nini naweza ongea huko? Haleluya. Mimi hata sijasoma sana. Sasa nini naweza changia hapo? Haleluya. Mimi hata sijui Kizungu sana. Okay, naweza soma lakini sijui Kizungu sana. Sasa nitasema nini? Si nitasema nicheke. Hata mimi sijui kupika mandazi. Sasa nitafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Imagine unaweza kuwa hujui kufanya hiyo, but kuna kitu tu kingine ambacho unaweza fanya kushinda hicho unakiona hapo huwezi fanya. Bwana Yesu asifiwe. Be aggressive. Hallelujah. Be Mungu atusaidie. Na Roho yake atusaidie. Tujue yaliyo mapenzi ya Mungu. Tutambue ni nini mapenzi ya Mungu. Ndiposa tujue yale Mungu ametuitia katika ufalme wake. Na tukijua yale mapenzi ya Mungu ambayo ametuitia katika ufalme wake, then tutajenga mwili wa Kristo. Na kazi ya Mungu itaendelea bila kuangalia nani yako right, nani yako left, nani yako mbele, nani yako nyuma. Utachukua nafasi, utasimama na utasema ni mimi tu nitatumika. Kwa sababu gani? Umejipeana mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana wabariki na watende mema.